Katika challenge katika course na kipindi ambacho mbele yako ni kipindi cha masuala ya kifedha na mafanikio binafsi kwa vijana na pia hata kwa watu ambao wa makamu. Leo tutaenda kuangalia mambo makubwa matano ambayo haya mambo kweli yanapelekea vijana wengi sana washindwe kufanikiwa katika masuala ya kifedha, na obvious vijana wengi sana wao wanapambana na watu wengi sana kufikisha malengo yao, na wengi wanatamani kuwa matajiri, lakini kuna vitu vikubwa vitano ambavyo wanafeli kuzingatia. Na hivi vitu vikubwa vitano leo nitaenda kuongelea kimoja baada ya kingine. Naomba uwe makini na pia tuweze kuelewana vizuri. Jambo la kwanza ambalo vijana wengi wanashindwa kulifahamu na ni tatizo kubwa sana, sio kwa vijana tu, hata pia kwa watu mbalimbali. Hata wewe pia huenda ikawa ni mmoja kati ya wahanga wa hilo tatizo. Jambo la kwanza ni elimu juu ya elimu ya fedha. Wengi sana hawaelewi fedha ina maana gani, lengo la fedha, na pia hawajui fedha inatumikaje. Kwa maana fedha nyingi ambazo wanazipata wanaisha kuzipata hapo zinaisha kupotea kwa kuwa na ule mtiririko mzuri na pasipoeleweka. Katika suala la elimu ya fedha, swala pana kidogo ambalo swala tumeshongelea kipindi kilichopita. Kama walikuwa wanafikiria kipindiko, tutaweza kutambua nini maana ya elimu ya fedha, na tutakapokuwa tuna jinsi kuendelea tuko pamoja, tutajifunza mengi zaidi. Kosa la kwanza ni juu ya elimu ya fedha. Kwa nini kosa ni kubwa sana? Na hili kosa lipoje? Vijana wengi hawana elimu ya fedha ambayo inayoongoza wao jinsi gani ambavyo wanaweza kutumia pesa zao, jinsi gani ambavyo wanaweza kumiliki pesa zisiweze kupotea, jinsi gani ambavyo pesa inavyotakiwa, jinsi ambavyo pesa inabidi iheshimiwe. Wanashindwa kujua jinsi gani pesa inabidi iheshimiwe. Hili ndio kosa kubwa sana ambalo wanalifanya. Wanaenda kwa anapata pesa lakini mjatuku pesa yake hakina mpangilio mzuri. Pesa itumike kama vile ambavyo inabidi itumike, maana wanashindwa kufanikiwa kutokana na hiyo jambo. Kosa la pili ambalo vijana wengi sana wao wanafanya ni kosa la kutegemea ajira moja au kazi moja. Yaani unaona kijana ameshaajiriwa tayari, akiona kwamba kashapata ajira anajua kwamba kashamaliza kila kitu. Ndio, ajira ni moja ya sehemu ya kipato ambacho mtu anapata. Ni kitu ambacho kinasaidia mtu kuweza kupata kipato. Lakini swala la kutegemea ajira peke yake, yaani ile kazi uliyopata ndio kitu pekee ambacho unategemea kuweza kupata ajira, ni kosa ambalo wengi sana wanalifanya. Na hilo kosa wewe pia na wewe kwenye moja wapo ya kosa ambalo unalifanya, kwamba una chanzo kimoja cha kupatia hela afu ndio tu yangu swala sahau na uwezo kupata kwa mtindo huu. Lazima uwe una sehemu mbalimbali ambazo zinaweza kukuingizia pesa ukiachana na kazi ambayo unayoipata. Kuna biashara nyingi sana ambazo unaweza kukaa unazifanya na mwisho wa siku zikawa na kuingizia hela na utafuta kile pale ambapo utakofikia malengo yako. Mshahara unaopata pia kumbuka unapitia changamoto mbalimbali mpaka unafika umeshika mkononi. Kuna kodi mbalimbali kwa wafanyakazi serikalini, kuna kodi zinapitia. Kwa hiyo unakuta ule mshahara hautoshi, lakini unafanyaje ili uweze kupata pesa nje ya mshahara ambao unaokutegemea? Ungana pamoja nami tutakuta enda kujifunza kwa nini na njia gani ambayo mtu anaweza kupata pesa nje ya mshahara unaotegemea. Kosa la pili ni kosa la hofu ya kuanzia chini. Ili swala la hofu ya kuanzia chini kosa ambalo vijana wengi sana wanafanya. Yaani unasema kuanzia chini kwamba hofu ya kwanza na mtaji mdogo. Ukata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo ili uweze kuwa tajiri lazima uanzie kuanzia chini, ngazi. Lakini kama ukiwa unatamani uanzie juu, mwisho siku ufike juu zaidi, kitu kigumu. Lazima uanzie chini ndipo ufike juu. Na mtaji sio lazima uanze na mtaji wa milioni 2, milioni 10 au milioni 1. Na mtaji ambao vijana wengi wanafikiria kwamba anadhani ile kupata milioni 1 anaweza kufanikiwa kupata tajiri kesho kutwa. Swala ambalo haiwezekani. Lazima uanzie chini.
unapata 200, 500, 1000, 2000. Hivyo mwisho utakapokuwa uko juu ndipo utaweza kuhandle vitu vingi sana. Lakini kama unataka kuanza kuhandle vitu vingi akili vidogo vyenyewe hujavianza, ni ngumu sana kufanikiwa. Kwa lazima vijana wawe wana moyo wa kuweza kuanzia chini, waanze kuanzia chini, wawe na moyo wa kujifunza kuanzia chini. Wakianzia chini hakika watafanikiwa. Na wanasema mdogo mdogo ongeza kiburi. Kwa hiyo kosa la tatu ni hilo, vijana wengi hataki kuanza mtaji mdogo, wanataka kuanza na wanashindwa kufanikiwa. Kosa namba 4 ambalo nafanya ni vijana wengi hawajiamini na kile kitu nacho. Katika swala ambalo ni baya sana, uoga wako, aibu yako, uoga ulikuwa nao, umaskini ulikuwa nao, uoga ulikuwa nao na aibu ulikuwa nayo ndio umaskini wako. Unajua vitu vidogo vingi, vile vidogo. Kumbuka kuna watu ambao wanaingiza hela. Jana nakuta anajua kushona viatu leo, lakini hataki kushona viatu kwa sababu ana aibu. Anasema kwamba mtu anashona viatu anapata pesa. Ili ujuzi mdogo uliokuwa nao unamzidi kuingiza pesa. Kiasi imagine kitu kimoja mtu anashona kwa shilingi 1000. Na kwa siku uko unapata viatu vyako 3, 4, 5, 10. Kwa siku unaweza shilingi 10,000. Na hata mwisho siku unakuta ndani ya mwezi mmoja na 300 ni mshahara kabisa. Mtu ambaye anakutegemea anafanya kazi mwezi mzima apate shilingi 300. Wewe uko unafanya zako una shida zako viatu unapata shilingi 300. Una tofauti na mwajiriwa aliyeajiriwa sehemu fulani. Kingine biashara ndogo hizi ambazo zinaweza kupata vijana wengi sana wanaziogopa kwamba wanaona aibu, watu watapata imani. Vijana kama mimi nimesoma na digrii yangu, naweza kuanzia chini na cheti. Naweza kuanzia chini nikaanza kushona mimi nianze kuuza matunda. Ile kosa kubwa sana ambalo wengi wanafanya hapo, wanadhani kwamba ipo siku itatokea muujiza. Lakini kumbuka, kama umeshindwa kuanzia chini, kama umeshindwa kutumia kile kidogo ulichonacho, kitu kikubwa sahau na uwezo kufika popote. Lazima uanzie chini, at the bottom ndipo ufike the top. Kosa namba 5 ambalo wengi wanalifanya, kutokujifunza. Vijana wengi hataki elimu. Siku hizi tumeendelea, tuko katika zana za teknolojia digital, kwamba tuna smartphone ambazo tunatumia kufanya mambo mbalimbali. Kuna msemo unasema simu yako ndio mtaji wako. Wengi wanashindwa kuelewa kwa nini msemo huo. Vijana wengi katika simu zao wana miondoo wao mingi sana katika mitandao ya kijamii. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, kama hivi. Lakini muda mwingi wanapenda kwenda kuangalia masuala ya umbea, au kwa lugha nyingine watu wanapenda kusema kwamba wanaangalia udaku. Wanafuatilia sana udaku, taarifa za watu fulani, leo msanii fulani kafanya kitu hiki, msanii fulani kafanya kitu hiki, au la mwingine anaingia kuangalia mchekesho, comedian anaangalia habari. Sio mbaya, ni nzuri kupata taarifa. Na pia sio mbaya, ni vizuri mtu kupata muda wa kurefresh, kuangalia comedy za cheko habari ili maisha yaende mbele. Lakini elimu, kutenga muda wako mwenyewe binafsi katika hilo bando lako ulikuwa nalo, data ambazo unazo, uingie kujifunza masomo mbalimbali ambayo hayo moja kwa moja unajua kwamba hili somo litanisaidia mimi kuweza kupata pesa, itanipa elimu mbalimbali ya kuweza kutafuta pesa. Hiyo itakusaidia sana. Lakini kama bando lako unapenda kutumia kuangalia masuala ya umbea, masuala mbalimbali ambayo hayana msingi wote na kuongezea elimu, utazidi kulalamika kwamba umaskini unakuendelea. Utazidi kulalamika kwamba mimi pesa kwangu hainitaki. Lakini wewe ndio ambaye hutaki pesa. Kumbuka, pesa huwa haitafuti, pesa huwa inategwa. Pesa unaitegaje? Kwa pamoja nami katika somo lijalo nitakuelekeza ni jinsi gani ambavyo unaweza kupata pesa, kupata fedha, na njia zipi ambazo zitakusaidia kupata pesa bila kutumia nguvu nyingi sana, bila kutumia akili nyingi sana. Lakini kwa pamoja nami, penda kujifunza,
kujifunza ili uweze kujua nini ambacho unakifanya. Asante sana kuwa pamoja nami, na huu ndio mwisho, lakini usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili vijana wengine waweze kufikia elimu ambayo leo hii unaweza kuipata.